najua Bwana unatengeneza unatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu, njia kwa watoto wangu, njia kwa kanisa lako, njia kwa watoto wangu. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. Haleluya, haleluya. Ni Jumapili ya baraka. Baba yetu na Mungu mwema, asubuhi ya leo tarehe 28 mwezi Juni 2026 tuko mbele zako Bwana kulishukuru jina lako. Neno lako katika Zaburi ya 100 mstari ule wa 4, neno lako linasema tuingie malangoni mwako kwa kushukuru na nywani mwako kwa kusifu. Nasa asubuhi ya leo tumekuja tuseme wewe ni Ebeneza, wewe ni mwema. Tumeuona mkono wako, tumeziona rehema zako tangu mwezi Januari hata sasa tunaelekea kuhitimisha mwezi Juni. Tunakushukuru Bwana katika ibada hii siku ya leo, Jumapili ya 4 ya kuhitimisha mwezi Juni, ibada yetu ya kuombea watoto na kubariki familia na uzao. Tunasema asante Baba wa mbinguni, asante kwa rehema zako, asante kwa neema yako, asante kwa wema wako. Inua mikono yako, litukuze jina la Bwana, ulibariki jina la Bwana. Asubuhi ya leo onesha moyo wa shukrani. Asubuhi ya leo mshukuru Bwana, mtukuze. Anasema katika Yeremia 30:19, anasema unapomshukuru anazidisha, anaongeza. Mwambie Baba, nimekuja nikushukuru, nimekuja nilitukuze jina lako, nimekuja nilibariki jina lako, nimekuja niliinue jina lako. Mwambie Baba ni asante. Kumbuka sisi ni mabalozi wake na huduma hii na kanisa hili, the Assemblies of Kingdom Ambassadors in all nations. Sisi ni mabalozi, sisi ni watoto wake, tunamwakilisha. Mwambie Baba asante kwa kunipa neema kukuwakilisha. Mwambie Baba asante kwa kuniumba nikuwakilishe. Niwe mfano wako, niwe balozi wako. Mwambie Baba asante. Bwana Yesu, asubuhi ya leo tunakushukuru, tunakubariki. Asante kwa kuyabariki maisha yetu, asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya baraka zako, asante kwa ajili ya neema yako. Reketere mandara masekerebo remasata ramayanama erekesetere baba. Katika jina la Yesu Baba, pokea sifa, litukuze jina lake. Uinuliwe, utukuzwe Bwana kwa miezi 6 ya mwaka huu. Asante kwa rehema zako mwezi Januari, asante kwa baraka zako mwezi Februari, asante kwa wema wako mwezi Machi, asante kwa jinsi ulivyotusaidia mwezi Aprili, asante kwa kututetea na kutuvusha mwezi Mei. Na sasa Bwana, tumeona neema yako na baraka zako kwa mwezi Juni. Leo ni tarehe 28, tunahitimisha mwezi. Baba, tunakushukuru Baba, tunakubariki. Asante tena na tena. Ibada hii ni ibada ya kubariki watoto na kuweka wakifu uzao wetu. Lakini kumbuka ni Jumapili ambayo tulikubaliana tunaendelea kuinua misingi ya kimungu kwa vizazi vyetu.
na tukaanza fundisho linalosema kupanda baraka ya Bwana kwenye damu ya familia na damu ya ukoo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 53 mstari wa 2, neno linasema toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Haleluya, wanaomtafuta Mungu ni watu wenye akili, nawe ni miongoni mwao, watu wanaolipa gharama, watu wanaosafiri. Niliona kwenye mkutano wa mtumishi wa Mungu, mtu anasema nimetoka Zambia, nimekuja kutafuta uso wa Bwana. Mwingine akasema nimetoka Bukoba kule mpakani na Uganda, nimekuja kutafuta uso wa Bwana. Na wengine niliwaona si kwamba ni maskini. Mama mmoja ameacha fuso zake 4 pale, lakini akasema namtaka Bwana kwa ajili ya watoto wangu. Ninajua nikifa leo watoto wangu watauza hizi mali. Mashamba niliyoyahangaikia, nyumba ambayo nimepambana kuijenga, nikifa leo kama wanangu hawana Mungu, ni wavuta bangi, watauza hiyo nyumba ndani ya miaka michache, na pesa wataisha kuzicheza kamari. Ndio maana neno linasema katika Zaburi ya 53 mstari ule wa 2, Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili au tafutaye uso wake. Wewe ni mtu mwenye akili, jipige kifuani useme mimi ni mtu mwenye neema, ni mtu mwenye akili, nimekuja kutafuta uso wa Bwana, na asubuhi leo utakutana naye. Randeremeseketereba rekondaramesekerebo anderemeseketeremayana. Baba, asante kwa kutupa fursa ya kuja kutafuta uso wako. Asante kwa kutupa fursa ya kuja kukutafuta, na tunaomba tuzione nguvu zako siku ya leo. Tuone uso wako, tuone ukuu wako katika jina la Yesu. Eramasataramayana rekenderebeseketerebo rikana manderebeseteria rekabasana mayanda. Katika ibada hii ya kupanda baraka ya Bwana kwenye damu ya familia zetu, kitabu cha Mithali ile sura ya 10 na mstari wa 22, neno linasema baraka ya Bwana utajilisha, wala haichanganyiki nayo na huzuni. Anasema baraka ya Bwana utajilisha. The blessings of the Lord makes someone rich and has added no sorrow with it. Baraka ya Mungu inatajilisha, inaheshimisha, na haichanganyiki na huzuni, haichanganyiki na magonjwa, haichanganyiki na ufukara, haichanganyiki na mizimu, haichanganyiki na uchawi, haichanganyiki na kansa. Baraka ya Bwana inatajilisha, inakupa na amani, haichanganyiki na huzuni. Mwambie Baba, naitaka baraka yako asubuhi ya leo, naitaka baraka yako. Mungu akikupa utajiri, ni utajiri wa heshima, ni utajiri wa amani, ni utajiri wa usingizi. Sio ule utajiri ambao ukipewa na shetani utaambiwa unalala nje mlangoni, utaambiwa unaenda kulala njia panda. Mungu akikupa utajiri, anakupa utajiri wa heshima, hauchanganyiki na huzuni. Mwambie Baba, naitaka baraka yako inaofanya watu matajiri, na utajiri wenye heshima, utajiri wenye amani, utajiri ambao hauhitimishi kwa huzuni. Mwambie Baba, hiyo baraka naitaka, hiyo baraka naitaka, hiyo baraka naitaka. Naiomba hiyo baraka Bwana, iachilie kwa uzao wangu, iachilie kwa watoto wangu, iachilie kwa hatima yangu. Baraka yako inayoheshimisha, baraka yako inayozidisha, baraka yako inayoongeza. Mwambie Baba, ninaiomba. Eramasakataramaya rekenderemesekerebo rikotamanderemesekereba rikandarabababababa erabababababa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kumbuka wewe ni balozi wa familia yako, unamwakilisha Mungu. Wewe ndiye mwenye mamlaka kupanda ufalme wa Mungu kwa familia yako na kizazi chako. Wewe ndiye mwenye mamlaka ya kuvunja misingi ya mizimu, misingi ya giza, misingi ya ushirikina. Wewe ndiye mwenye hiyo mamlaka. Ichukue mamlaka yako, ichukue mamlaka yako, ichukue mamlaka yako. Kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 1 na mstari ule wa 10. Yeremia sura ya 1 mstari ule wa 10, neno linasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa, juu ya hiyo familia, juu ya huo ukoo,
juu ya hilo eneo. Anasema nimekuweka juu ya hizo falme ili uweze kung'oa, uweze kubomoa, uweze kuharibu, uweze kuangamiza. Ukishamaliza kuangamiza misingi ya uchawi, ushirikina, mizimu, ile misingi ambayo ipo kwenye damu ya ukoo wako, misingi ambayo watoto wa kike hawaolewi, wanazalia nyumbani, hata wakienda kuolewa wanaishia kuharibikiwa. Kuna familia misingi ya watoto wa kiume lazima wavuta bangi, lazima wawe walevi. Iko familia nyingine ambazo lazima watu wahitimishe vibaya. Utasikia alikuwa na magari, alikuwa na mafuso, alikuwa na malori, alikuwa na viwanda, lakini mwisho wake anahitimisha kwa madeni, anahitimisha kwa aibu, anahitimisha kwa kujinyonga. Vunja hiyo misingi, bomoa hiyo misingi, haribu hiyo misingi. Kuna familia nyingine utasikia watoto hao walikuwa Dar es Salaam, wanafanya vizuri, wanaendelea vizuri, lakini watafute kwenye uzee wao, hawana nyumba, hawana makazi, hawana pesa, wamezaa na wanawake wa kutosha. Kuna familia lazima wahitimishe vibaya. Jitoe huko, jitoe huko. Sema ninajitoa kwa damu ya Yesu. Ninaharibu, ninavunja kila misingi mibaya kwenye damu ya ukoo wangu, kwenye damu ya familia. Ninaivunja, ninakataa. Mimi na uzao wangu naweka ukuta, naweka mpaka. Mimi na wanangu hatutapatikana huko, hatutapitiwa na hiyo damu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila misingi mibaya ambayo ameiweka adui kwenye damu ya ukoo wangu, damu ya familia, ninaipiga, ninaiharibu. Arab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 a reketere manderebo remanda ramaseketereba. Ndio maana nasema amekuweka wewe uweze kupanda. Ukishavunja na kuharibu, panda kilicho kizuri, kile ambacho nakitaka kionekane kwa uzao wako, ndicho upande, ndicho uachilie katika jina la Yesu. Erababababababababa kanderebeseketerebo rikanda ramasadamaya. Amesema kwenye Yeremia sura ya kwanza mstari wa 10, anasema uweze kung'oa na uweze kubomoa na uweze kuharibu na uweze kuangamiza, na ukishamaliza uanze kupanda misingi ya kimungu, upande DNA ya Bwana Yesu ndani ya familia yako, ndani ya uzao wako. Katika jina la Yesu ninapanda ile DNA ya Bwana Yesu kwenye damu yangu, damu ya kizazi changu, watoto wangu, uzao utakaofuata baada yangu. Napanda DNA ya Bwana Yesu. Karabababababababa sheremanderebeseketerebo rikanda rabababababa eriana maseketerebo rakanda ramasataramaya erababababababa. Katika jina la Yesu, panda heshima, panda utajiri, panda baraka, panda amani, panda furaha, panda maisha marefu. Kuhitimisha kwa utajiri, kuhitimisha kwa uzee mwema. Sio uzee wenye kansa, sio uzee wenye presha, sio uzee wa mikopo. Hiyo ndiyo baraka ya Bwana. Inua hiyo misingi ya baraka zidumzo vizazi na vizazi kwa jina la Yesu. Ninakusanya roho zote za uovu, roho zote za uovu za ndoa kuvunjika. Ninakusanya roho zote za talaka, ninakusanya roho zote za migogoro, roho za maisha ya kesi, roho za kujinyonga kwenye familia, watu kujiua, watu kunywa sumu. Unasikia mwingine alikuwa ni kiongozi serikalini, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, katibu mkuu, alikuwa ni mkurugenzi, alipoondolewa kwenye nafasi akafa baada ya siku chache. Hizo ni roho za kuhitimisha vibaya, ni roho za kutegemea cheo, roho za kutegemea biashara, roho za kutegemea mshahara, roho za kutegemea mtu. Rabababababa, leo nazikusanya, nazitia moto. Tutakutegemea wewe Baba mbinguni. Wewe ndiye mwanzo, ndiye mwisho, ndiye Alfa na Omega. Aramayana maseterebo rikanda rabababababa. Na kusanya roho zote za ufukara, umasikini, roho za kuzuiwa, roho za ndoa kuharibika, nazikusanya, nazitia moto Roho Mtakatifu milele na milele katika jina la Yesu. Kuanzia sasa ninainua misingi ya wokovu, misingi ya baraka, misingi ya heshima. Misingi ambao wanangu wataingia serikalini, kwa mawaziri,
kuwa wakuu wa mikoa wakiwa wameokoka, wamebeba baraka yako. Andarababababababababa shetere mandere bosia oreketere mandarabo karamayana maseterebo rikanda ramasekerebo. Wanangu, ninawainua kwenye misingi ya wokovu, wamebeba ufalme wako. Mfalme wa utukufu uko ndani yao, mfalme wa utukufu uko ndani yao, na kwa sababu uko ndani yao utawaingiza mahali pa heshima. Mimi na uzao wangu, Yesu utatuingiza mahali pa heshima, mahali pa wakuu ndipo utakapopatikana, mahali pa heshima ndipo utakapokuwepo, katika jina la Yesu. Jiombe, jitamkie baraka, jitamkie baraka. Sema, mimi na wanangu uovu hautanifuata, uovu wa baba zangu na babu zangu hautanifuata, kwa damu ya Yesu. Mimi nimejitoa, nimeweka mpaka kwa damu ya Yesu. Arababababababababa rekendereboseketelia. Ninaamuru misingi ya wokovu kwenye damu yangu, damu ya ukoo wangu. Ninaamuru wokovu uende kwa ndugu, uende kwa marafiki, uende kwa jamaa. Misingi ya wokovu, misingi ya kumjua Bwana, misingi ya kufanyika wana wa Mungu, misingi ya kuinua ufalme. Hiyo ndio misingi ninayoinua. Aramanderebesekerebo. Inua misingi ya wokovu. Neno linasema katika Ezekieli 22:30, anasema, nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma. Mungu anatafuta mtu atakayetengeneza hiyo familia, atakayetengeneza hilo eneo, atakayetengeneza hiyo nchi, kamjua Bwana, ikaacha uovu. Anasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka. Kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya uzao wake, kwa ajili ya kizazi chake, kwa ajili ya watoto wake. Anasema, nikatafuta ili nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Nataka umwambie Bwana, uguse moyo wako, useme, Baba, niko hapa, nimepatikana, niko hapa, nimepatikana. Kwa rehema zako na kwa damu ya Yesu, useme, niko hapa, nimepatikana. Nitumie kurehemu familia, nitumie kurehemu kanisa, nitumie. Andaramaselebo reketeremando. Mwambie Baba, nitumie. Baba, umenipata kupitia mimi, komboa familia nzima kwa damu ya Yesu. Anasema, katafuta mtu atakayesimama kwa ajili ya familia. Mwambie, Bwana Yesu, umenipata, ni mimi, umenipata kupitia mimi. Piga mizimu, piga roho za ushirikina, roho za uchawi, roho za kafara, kuabudu sanamu. Mwambie, kupitia mimi, angusha mizimu, angusha masanamu yote kwenye familia, angusha misingi ya kichawi. Anasema, katafuta mtu atakayetengeneza nyumba yake, atakayetengeneza boma lake, atakayetengeneza nchi yake, lakini hakupatikana. Wewe mwambie, umenipata mimi leo, umenipata mimi leo. Nitumie mimi kuinua misingi ya wokovu, misingi ya ufalme kwenye familia yangu, kwenye eneo langu, kwa wafanyabiashara wenzangu. Nitumie mimi kufanya wakujue, wajue wokovu, walitukuze jina lako. Mwambie, Baba, umenipata. Mwambie, Bwana Yesu, umenipata. Arab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 a. Inua misingi ya wokovu, misingi ya watu kumjua Mungu. Kuanzia leo, kupitia mimi, watu watamjua Mungu kwa namna nyingine. Watu watakombolewa, watu watabarikiwa, watu watatembea kwenye misingi ya kimungu. Watu watajua wokovu, watu watajua neema wokovu. Andarabababababa reketere manderebo mandarama sataraboria reketere mayana eshadada bayando robosia, katika jina la Yesu. Neno linasema katika Mathayo 16:19, Mathayo 16:19, Mathayo 16:19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni,
na lolote utakalofungulia duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Anayefungua na kufunga ni wewe. Piga kifua chako, sema ni mimi, sema ni mimi, sema ni mimi, ni wewe hapo. Na Mungu amerudia kwenye kitabu cha Mathayo 18:18 na 19, anasema amini amini nawaambieni, haya na maya, amini amini nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa na mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Na amesema wawili wenu watakaopatana katika jambo lolote watakaloliomba kwa Baba ya mbinguni watatendewa. Useme nimepatana na mchungaji Baraka, nimepatana na Pastor Baraka, nimekubaliana na Reverend Baraka. Leo tunavunja matukio ya uovu kwenye familia yangu, matukio ya vifo vya mapema, matukio ya kuaibika. Leo tunayakataa, tunawekea mpaka, hayatatufuata sisi wala watoto wetu. Matukio ya kuteswa na madeni, matukio ya kesi za polisi, matukio ya kupanda na kushuka. Leo una pesa, kesho hauna. Leo una nyumba, kesho umeiuza. Leo una kiwanja, kesho umekiuza. Hayo matukio tumesema imetosha. Kwa jina la Yesu tumeweka mpaka, hayatafuata wanetu. Matukio ya kuhitimisha vibaya, uzee wa magonjwa, uzee wa migogoro, uzee wa aibu hautatupata sisi, hautapata watoto wetu. Jiambie hautanipata, hautanipata. Neno linasema heri mwisho kuliko mwanzo. Watu watakumbuka ulikuwa na ajira nzuri, ulikuwa mkuu wa mkoa, ulikuwa barozi nje ya nchi, ulikuwa na makampuni, ulikuwa na viwanda, ulikuwa nyumba za kupangisha. Lakini ile siku utakapokufa kwa aibu, utakapokufa kwa aibu, kahitimisha vibaya, cheo chako hakitakuwa na maana, maduka yako, magari yako hayatakuwa na maana. Mombe Mungu akupe mwisho mwema. Wewe na uzao wako msihitimishe kwa aibu. Kuna familia wanahitimisha kwa aibu, kwa kujinyonga, kwa kukata tamaa, kwa ndoa kuvunjika, kwa kuona kupigana risasi. Sema hayatanipata mimi. Matukio ya kuhitimisha kwa aibu hayatanipata mimi. Harababababababa. Omba rehema za Bwana, omba rehema za Bwana. Kata matukio ya kuhitimisha vibaya. Andarabababababa. Kuna watu kwenye damu za ukoo wao kuna matukio ya talaka, wengine matukio ya hasira. Kilichomponza Musa na kumzuia kuingia kwenye nchi ya ahadi, kuingia Kanani, ni hasira. Alikuwa na hasira mbaya sana, kama ukoo wake. Ukoo wa kina Lawi ni ukoo wa hasira. Nimewahi kusikia kuna mtu anakuwa na hasira mpaka ananyonga mbwa, ananyonga paka akikatiza sebleni, anamshika na mkono mpaka anamuua. Hasira kali. Ile hasira alikuwa nayo Musa. Kuna wamama wana hasira za namna hiyo, wamevuruga ndoa zao. Kuna watu wana hasira za namna hiyo, wameua biashara. Anakuwa na hasira, anatukana wateja wote, anatukana, naambia nenda kanunue kwingine, sio lazima ununue hapa. Matokeo yake anavunja biashara. Bwana akupe rehema, Bwana akufungue kwenye hiyo roho ya hasira, hiyo roho ya hasira na matukio yote ya damu. Mwambie Baba, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako. Matukio ya uovu kwenye damu ya ukoo na familia hayatanipata mimi. Baba, ninaomba rehema zako. Familia nyingine ni vifo vya mapema, familia nyingine ni kuachika. Lazima ndoa zivunjike, ndoa haiwezi kuendelea. Mwambie Baba, nikomboe kwa damu ya Yesu. Familia nyingine ni migogoro na kesi. Utakuta mtoto, babu wote wako polisi, wako mahakamani, ni kesi juu ya kesi. Mwambie Baba, nitoe kwenye hiyo roho. Andarabababababa. Familia nyingine ni magonjwa. Utakuta wanauma kifafa, wanauma pressure, wanauma sukari. Utakuta wao ni kansa.
kansa na wao na kansa. Mama ana kansa ya matiti, mtoto ana kansa ya koo. Wao ni kansa na kansa. Mwambie Baba, niponye kwa damu ya Yesu. Ninaita damu ya Yesu inayonena mema kwa familia yangu, kwa damu yangu kuanzia leo. Ninaingiza DNA ya Bwana Yesu. Yesu hakuwahi kulazwa hospitali, hakuwahi kuwa mgonjwa, hakuwahi kupatikana popote, alikuwa mzima. Mwambie ile DNA ya damu ya Yesu ndio nayoingiza kwa familia yangu, kwa ukoo wangu kuanzia sasa. Inene mema, inene afya, inene ushindi, inene kukombolewa. Arabababo eremenderebo, inene uzee mwema, inene kuhitimisha vizuri, kuhitimisha kwa utukufu. Maisha yangu hayatahitimisha kwa aibu, hayatahitimisha kwa aibu. Maisha yangu yatahitimisha kwa baraka. Sitakufa kwa ajali, sitakufa kwa magonjwa, nitakufa kwa uzee mwema. Tena nitaaga, nitaita watoto wangu, nitaita wajukuu wangu, nitawaambia pikeni, tukae, tule, tunywe. Nataka niwaage, sitaki niondoke kwa bahati mbaya, sitaki niondoke kwa aibu. Nitafanya kikao na wanangu, niwaambie ninawaaga wanangu, nimemaliza safari yangu, mwendo nimeumaliza, ninarudi kwa Baba. Imani nimeirinda, wokovu nimeutunza, nimevipiga vita, nimeshinda hadi uzee wa heshima, uzee wa baraka, uzee wa utukufu. Na sasa ninawaaga, mbaki na amani ya Bwana. Hivyo ndivyo nitakavyohitimisha. Jipige kifuani, useme nitahitimisha vema. Sitahitimisha kwa ajali, sitahitimisha kwa kugongwa, sitahitimisha kwa kunywa sumu, sitahitimisha kwa kujinyonga, sitahitimisha na madeni. Arababababababa, nitahitimisha vizuri kwa neema ya Bwana na kwa rehema za Bwana. Andaramaya reketereboria kandaramanderebo. Katika jina la Yesu, ufanye nini ili uweze kuhitimisha vizuri? Mchungaji Baraka, nataka akupe wajibu. Kuna wajibu. Ufanye nini ili hitimisho lako la hapa duniani liweze kuwa jema, liweze kuwa la baraka, liweze kuwa la utukufu? Jambo la kwanza, lazima ujisajili kwenye familia ya wana wa Mungu. Lazima umpokee Yesu na umkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inasema neno la Mungu katika Wakorintho wa pili 5:17, hata mtu akiwa ndani ya Kristo, tazama amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, amekuwa mtu mpya. Ukimpa Yesu maisha, unazaliwa upya, unakuwa mwana wa Mungu, unajisajili kwenye familia ya mbinguni. Jambo la pili ni ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi ili uweze kuzika utu wa kale na ufufuke pamoja na Kristo. Anasema kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 6 na mstari wa 4, anasema kupitia ubatizo wa maji mengi tunazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Ubatizo wa maji mengi unazika mambo ya kale. Kama hujabatizwa, jiandae, muone mchungaji, mjulishe, mwambie mchungaji Baraka, nahitaji ubatizo wa maji mengi, na mimi nitakupeleka bahari ya Hindi, nitakubatiza pale na utakuwa mtu mpya. Jambo la tatu, kwa kutendea kazi tena kwa uendelevu kanuni ya agano la dhabihu ambazo Mungu amezielekeza. Unatendea kazi sio mara moja kwa kuendelea. Kuna dhabihu ya zaka, fungu la 10. Kuna dhabihu ya shukrani, kumpa Mungu shukrani zako. Kuna dhabihu ya kutoa malimbuko. Malimbuko ni mazao ya kwanza. Kuna dhabihu ya nadhiri. Ukimwambia Mungu, ukinifanikisha kwenye biashara nitakufanyia hivi, hakikisha unafanya.
Mtu mmoja alisema, Mungu akinitoa kwenye umasikini nitamjengea kanisa. Na Mungu akisha kutoa, unasahau hata kununua kiwanja tu. Acha kujenga kanisa, kununua kiwanja unasahau. Kwa hakikisha unakumbuka kanuni ya kutendea kwa uendelevu, kanuni ya dhabihu. Kanuni ya dhabihu. Ukiweka nadhiri, kumbuka kuiondoa. Mtu mwingine alisema akichaguliwa kuwa mbunge mahali fulani, atajenga eneo la kufanyia mikutano. Alikuja kukumbuka uzeeni, alikusha kutoka kwenye ubunge. Utashangaa ndio maana anahitimisha vibaya. Nashangaa mtu alikuwa mkuu wa mkoa, alikuwa waziri, lakini uzee wake haufanani. Kwa nini? Aliweka nadhiri akaisahau. Alisahau kuondoa nadhiri. Mungu akupe neema ya kutendea kazi hizi kanuni ya dhabihu. Inasema Zaburi ya 50 ule mstari wa 5. Zaburi ya 50 ule mstari wa 5 nasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa njia ya dhabihu ya zaka, fungu la 10. Mungu akikubariki 100,000, 10,000 sio ya kwako. Mungu akikubariki, hakikisha na shukrani. Kwenye mazao ya kwanza kumbuka malimbuko, kumbuka kutoa nadhiri yako. Umemwekea Mungu nadhiri. Mtu mwingine alisema Mungu akimbariki atanunua vyombo vya kanisa, atanunua speaker, atanunua kinanda, maiki. Alikuja kukumbuka pesa zimeisha. Mungu akikubariki, hakikisha namba 1 namkumbuka. Ndio maana kwenye Biblia utasikia akajenga madhabahu. Ibrahimu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akajenga madhabahu. Kwenye Biblia ilikuwa mtu akibarikiwa, jambo la kwanza anamkumbuka Mungu. Wewe ukibarikiwa unakumbuka smartphone. Ukibarikiwa au kumbuki dhabihu, au kumbuki sadaka. Mtu mmoja kaniambia, akasema, mchungaji, yaani mimi nikishika milioni 1 tu ndio msiba unatokea. Akasema nikihesabu pesa ambazo nimeshatoa kwenye misiba ni zaidi ya milioni 50, na mimi sina kiwanja, sina nyumba. Nikipataga pesa tu, ni mfanyakazi wa serikali. Akasema kuna siku ninaenda kwenye semina, nikirudi nina milioni 1.5, nina milioni 2, lakini nikizipata tu ni misiba. Ni baba ameugua, ni mama amelazwa. Nikija kustuka 50% imeisha, inayobaki ni kulipa madeni. Nikamwambia haujui kanuni. Kanuni nasema mpeni Bwana kipaumbele. Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wake, na hayo ambayo mnapambana kuyatafuta mtazidishiwa, mtapewa. Mwambie Baba akupe neema ya kumpa kipaumbele. Ukimpa Mungu kipaumbele, hautang'ang'ana kupata afya, hautang'ang'ana kupata baraka, hautang'ang'ana kupata mali. Biblia inasema wakamjengea Bwana madhabahu. Ibrahimu alimjengea Bwana madhabahu, Isaka na Yakobo, hata Nuhu. Jambo la kwanza kumjengea Bwana madhabahu. Hilo ni jambo la 3. Jambo la 4, hakikisha unaishi kama staili ya maisha yako ya kumpa Mungu nafasi, kumpa Mungu neema, kumpa Mungu tukufu, kumheshimu Mungu. Ukiwa kazini, ukiwa safarini, hakikisha unamtanguliza Bwana. Kuna watu wakiitwa mahali hawawezi kusema wameokoka. Ukiwaambia Bwana Yesu asifiwe, nakwambia poa poa. Wanamuonea Mungu aibu. Hautakuwa miongoni mwao, hautakuwa miongoni mwao. Nilikuwa safarini kwenye ndege naenda South Africa. Nilikuwa nimekaa na Rastaman anakunywa bia. Akaagiza bia ya kwanza, akaagiza bia ya pili, akaagiza bia ya 3. Akalewa, ile bia ikanimwagikia. Nikamwambia nimekusamehe, hata usiwe na shida. Nikachukua kitambaa